Mume wangu, samahani kama nitakuwa nakusumbua. Naomba tuongee machache kidogo. Siku hizi umekuwa sio mtu wa kunipatia muda. Ni wewe na mama na wewe. Hata kutoka kazini haujali familia yako. Ni wewe ni kwa mama tu. Mume wangu, nahitaji nipatie muda. Huu ni wakati wangu na sio wa mama. Mke wangu, lakini katika Waefeso 6:1-3 inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hiyo ndiyo haki. Hiyo haimaanishi kuwavunjia heshima wazazi au kuwanyima haki yao, lakini inachomaanisha ni kupoteza muda wako kabisa kwangu. Umekuwa sio mtu wa kunipa muda wako. Kumbuka Wakorintho wa kwanza mlango wa 7:3 unasema hivi, mume wangu, mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mume haki yake. Mke wangu, lakini pia kumbuka Kutoka 20:12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana. Haimaanishi sikupi muda wangu, lakini mama yangu ana nafasi kubwa sana katika moyo na maisha yangu. Nafasi hiyo imezidi mume wangu, imezidi sana. Kiwango cha muda unachonipa ni kidogo. Hata haki yangu ya ndoa imekuwa ni ngumu kuipata. Hiyo sio sawa mume wangu. Imekuwa ngumu kwa upande wangu, kwa sababu Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari ule wa 4 unasema, mume hana haki juu ya mwili wake bali mkewe, na vivyo hivyo mke hana haki juu ya mwili wake bali mumewe. Mume wangu, sasa ni kitu kimoja, ni mwili mmoja. Tangu siku ile tulipokuwa kanisani, tulivyounganishwa na kwa kitu kimoja. Achana na mama. Kwa upande wangu, huu ni wakati wangu mume wangu, na sio wakati wa mama. Mke wangu, mama hapangiwi nyakati yoyote katika maisha yangu. Mama yangu yeye ana nafasi muda wowote na saa yoyote na wakati wowote. Mimi nimeungana na wewe ukubwani, lakini mama aliungana na mimi tangu nilipokuwa tumboni mwake. Hata hajaniona, hata hajanitizama machoni pake. Alisikia sauti yangu nikiwa tumboni mwake. Hivyo nafasi yake ni mpaka niingie kaburini. Wewe ni mke wangu na nafasi yako kama mke, na mama atabaki kuwa mama, na mama atabaki kuwa kama Mungu wa pili. Yule ndio mwakilishi wa Mungu wa mbinguni, ambaye yeye anayemwakilisha Mungu hapa duniani. Ni sawa mume wangu, lakini nafasi yake iliisha toka kanisani pale tulipoweka kiapo. Mke wangu, yasikilize maneno yako uyaandikayo kutoka kwenye kona za ubongo wako. Tambua kwamba mama yangu hana mfano. Mama yangu hana mfano. Narudia tena, mama yangu hana mfano.